Mungu amejaa neema na rehema. Mungu amejaa fadhili nyingi. Mungu wetu ni mwenye fadhili, ni mwenye rehema na ni mwenye pendo lililokuu sana na la milele. Tumtukuze, tumshukuru, tumuite yeye astahili kusifiwa, kuabudiwa, kwa kuwa anasikia tumuitapo Baba wa rehema na neema. Jina la Yesu litukuzwe. Amani ya Bwana Yesu ikae nawe. Furaha ya Bwana Yesu ikae nawe. Pokea na amini na ujazwe na Bwana sawasawa na mapenzi yake. Yeye anayetuwazia mema, hatuwazii mabaya, anatuwazia mema. Tumshukuru, tumtukuze milele na milele. Haleluya. Tuombe tupate kuendelea na neno la Mungu, maandiko matakatifu. Takatifu, mtakatifu. Asante, asante Baba. Asante Mwokozi kwa pendo lako, huruma na rehema zako ambazo ni nyingi sana. Umetupenda, umetulinda, umetusaidia, umetutetea, umetuponya, umetuokoa. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa rehema na pendo lako. Asante kwa fadhili zako. Litukuzwe, litukuzwe jina lako. Limidiwe milele na milele jina lako. Limejaa utukufu na nguvu. Mungu wa neema na rehema, Baba mwenye pendo kuu la milele. Asante kwa uweza wako ulio wa milele. Asante kwa fadhili zako zilizo za milele. Katika jina la Yesu Kristo. Usifiwe Bwana na utukuzwe wewe, Mungu uliye karibu, usiye mbali, utupendaye na utuponyaye. Naomba maongozi yako Roho Mtakatifu na uweza wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, naomba tukaongozwe na Roho wako katika neno, katika maandiko matakatifu, na uweza wako mkuu katuwezeshe. Bariki na kumponya msikilizaji, mtazamaji huyu Baba, kwa jina la Yesu. Roho wako amjaze, amshibishe mema tele tele. Afunikwe damuni mwako na ajazwe na Roho wako, Mungu uliye mwema na wa neema, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Roho Mtakatifu, naomba tuongoze katika tafakari ya maandiko haya. Hatuwezi kitu kwenye Biblia kama siwe Roho Mtakatifu, tutapotea. Naomba Roho wako Mtakatifu atufundishe kila mmoja wetu. Roho Mtakatifu ndio mwalimu, kiongozi, mwenye kufunua, utufunuliaye, kwa jina la Yesu. Amina. Mungu Baba kubariki kwa Yesu Mwokozi, mfalme wetu. Karibu tena tuendelee na ujumbe huu ambao tulianza tangu Jumatatu, unaosema kwa habari ya mafuta ya furaha ya kweli. Mafuta ya furaha ya kweli. Mafuta yenye furaha na furaha ya kweli. Mungu aendelee kutuongoza na kutufunulia kwa Roho wake tena na tena. Na nianze kusoma kutoka kwenye kitabu cha Kutoka sura ile ya kwanza. Tunapojifunza hiyo, maana yake ni kwamba Biblia inatuonyesha kuna maisha ya furaha, au kuna roho ya furaha na kuna roho ya uchungu. Kuna watu wanaishi maisha ya uchungu, kuna watu wanaishi maisha ya furaha. Na anayeweza kutusaidia kuishi maisha ya kweli, ambayo ndio anastahili, ni Roho Mtakatifu, ni Bwana Yesu. Roho ya furaha, mafuta yake yanatufundisha. Tumesoma jana katika waraka wa kwanza wa Yohana, mafuta yale yaliyo ndani yetu yanakaa ndani yetu, yanatufundisha. Kwa hiyo yatatuongoza yenyewe kujua tuishi kwa namna gani uchungu unapoletwa. Kazi ya shetani ni kueneza uchungu. Ndio kazi ya ibilisi, ndio kazi ya mwovu, ndio kazi ya waliobeba ubaya. Kuna watu wamebeba roho ya uchungu, hawana roho ya furaha. Yaani kazi yao ni kusambaza uchungu, lakini yako mafuta ya furaha ili kuondoa uchungu. Sasa kinyume cha furaha ni huzuni, ni uchungu. Basi tusome maandiko matakatifu Kutoka sura ya kwanza na mstari ule wa 13 mpaka wa 14. Neno maandiko matakatifu yasema hivi: Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali, wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na ya matofali na kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Wana wa Israeli, watu wa Mungu, taifa la Mungu,
Hawa ni watu waliokuwa taifa la Mungu, rafiki za Mungu, ambao Mungu alikuwa anasema nao, na Mungu amewapenda hata leo mpaka sasa kwa namna ya kipekee. Na wakafika mahali wakaingia kwenye maisha ya utumwa, na hii ni kwa sababu ya kutokujua, ama ni kutokutii maagizo ya Mungu, ni kutokutii maagizo. Sababu Mungu ana mpango wa kutupa maisha ya uchungu, ila mwanadamu anaweza akajiingiza kwenye maisha ya uchungu na mateso na utumwa mbaya kwa kupenda mwenyewe, ama niseme kwa kutozingatia na kwa kutokutii maagizo, maelekezo, neno la Mungu. Mtu ataingia kwenye maisha ya uchungu. Mafuta ya furaha yapo kwa Mungu wetu, na anakusudia tuwe na mafuta ya furaha. Sasa hapa inaonyesha vile ambavyo wa Misri waliwatesa Waisraeli, na anasema kabisa hapa wazi kwamba wakafanya maisha yao kuwa uchungu. Kwa hiyo maisha yao yalijaa uchungu, furaha ikuwepo. Roho ya furaha ikuwepo, ilikuwa roho ya uchungu. Waliishi maisha ya uchungu, maisha ya mateso. Lakini Mungu sio mpango wake waishi maisha ya utumwa na uchungu na mateso. Alikuwa amekusudia maisha mazuri tangu mwanzo. Kwa hiyo kuna watu ambao wamechaguliwa na Mungu. Hawa walichaguliwa na Mungu lakini mpaka sasa wako kwenye maisha ya uchungu. Kuna watu ambao mpaka sasa wako kwenye maisha ya uchungu, wako kwenye maisha ya mateso, wako kwenye maisha ya mahangaiko, wako kwenye maisha ya kutumikishwa. Kuna watu wanatumikishwa na dunia, kuna watu wanatumikishwa na vitu vyao wenyewe, fedha zao wenyewe, ni watumwa wa pesa zao, ni watumwa wa kazi, ni watumwa wa maisha, ni watumwa wa dunia, ni watumwa wa vitu vya ulimwengu, ni watumwa wa pombe, ni watumwa wa uongo, ni watumwa, wanatumikishwa. Maisha yao hayana furaha ya kweli. Sasa hayo yanapaswa yaondoke na tupate maisha yaliyo na furaha ya kweli na amani ya kweli. Kwa hiyo angalia, usitumikishwe ukaishi maisha ambayo si ya kwako. Kuna watu wanaishi maisha si ya kwao. Kwa nini wanaishi maisha si ya kwao? Ni kwa sababu ya vile ambavyo wamewaza, wamejiamulia, au wamekuwa dhaifu katika kusikia na kuchukua maamuzi katika kusikia neno la Mungu na maagizo ya Mungu. Mungu akusaidie na mimi anisaidie, tusaidiwe tuweze kutimiza mapenzi yake wakati wote. Wakafanya maisha yao kuwa uchungu. Anasema wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu. Wakafanya maisha yao kuwa uchungu, maisha ya uchungu. Kuna maisha ya furaha na maisha ya uchungu, wapendwa. Hawa maisha yao yaligeuzwa kuwa uchungu, si furaha tena. Furaha ya kwamba wao ni warithi, furaha ya kwamba wao ni taifa takatifu ikaondoka. Furaha ya kwamba wao wamechaguliwa na Mungu ikaondoka. Furaha ile ambayo Mungu alikuwa amewapa, maisha yale halisi yakaondoka, yakaja maisha ya utumwa na uchungu. Si mpango wa Mungu tuishi maisha hayo. Kataa kwa jina la Yesu, kataa na yaondoke katika jina la Yesu kwenye maisha yetu. Isaya 38 pia tuone tena hapa, Isaya 38:17. Isaya 38:17 hadi 20 nitasoma. 38:17 Isaya anasema hivi: tazama, nalikuwa na uchungu mwingi kwa ajili ya amani yangu, lakini kwa kunipenda umeniokoa na shimo la uharibifu, kwa maana umezitupa dhambi zangu zote nyuma yako. Haleluya. Kwa kuwa samani nasema mpaka wangapi hapo? Nimesema 17 hadi 20. 17 hadi 20. Sawa. Naruka pia naenda mstari wa 20 ili niokoe muda. Mstari wa 20 anasema, Bwana yu tayari kunipa wokovu, basi kwa vinubi tutaziimba nyimbo zangu siku zote za maisha yetu nyumbani mwa Bwana. Siku zote za maisha yetu nyumbani mwa Bwana. Hiyo ndio furaha, hiyo ndio roho ya furaha. Hayo ndio mafuta. Kumwimbia Bwana kunahitaji mafuta. Kumtumikia Bwana kunahitaji mafuta. Siku zote kumtumikia Bwana, yani umtumikie siku zote, lazima mafuta yawepo. Mafuta hayapo,
ni ugumu, ni ukavu, ni ukame, ni shida, ni taabu. Huyu ni Hezekia. Habari za Isaya na Hezekia. Isaya anaambiwa peleka ujumbe kwa huyu mtu, mwambie anaenda kufa sasa. Amekosea, kuna mambo amefanya sio, mwambie sasa kufa kumekuja. Kufa kumekuja. Kuna mahali hajaenda sawa, kufa kumekuja. Hezekia kalia, akaomba, akakaa, akaelekeza ukutani, hivyo akalia. Na Mungu akasema, nimesikia kilio chako na maombi yako, nimeona hali yako, umeingia na huzuni, umeondokewa na furaha. Sasa nitakuongezea miaka 15. Ndipo sasa maneno yanakuja, mashangilio na furaha. Tazama, nalikuwa na uchungu mwingi kwa ajili ya amani yangu. Alikuwa na amani, ila uchungu umeingia. Roho ya furaha imeondoka, amani imeondoka, imekuja maombolezo, uchungu na huzuni. Lakini anasema tazama, lakini kwa kunipenda, yani Mungu amempenda, umeniokoa na shimo la uharibifu, kwa maana umezitupa dhambi zangu zote nyuma yako. Umezitupa dhambi zangu zote nyuma yako. Mungu ndiyo kawaida yake na mpango wake wa kubadilisha maisha ya mtu kutoka maisha ya uchungu kwa maisha ya furaha. Hezekia akaingia furaha, na sasa anakuja na mwingine tuseme, na Hezekia na mwingine na wengine, inakuja sasa mtu anasema, Bwana yu tayari kunipa wokovu. Basi kwa vinubi nitaziimba, kwa furaha, na mafuta ya furaha yamerudishwa, yamekuja. Anaanza kusema, nitasifu, nitaabudu, na maisha yangu yote nitakutumikia sasa. Sitakuwa mtenda dhambi tena, sitakuwa mtumwa tena, sitaendelea tena maisha ya uovu. Furaha imerejea, na anaweka nadhiri au niseme ahadi, anatangaza kumsifu Bwana siku zote. Anasema siku zote za maisha yake, nyumbani mwa Bwana atamtukuza, atamtumikia. Furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Mungu akifurahi ndio nguvu zetu. Ndio hii hapa sasa, unaona furaha imekuja, nguvu zimekuja, na anatangaza kumwabudu daima, anashangilia. Maisha ya dhambi ni uchungu, na dhambi ni roho au ndo mafuta ya Ibilisi. Dhambi ndio mafuta yake, yani hiyo ndio utukufu wake, dhambi, uovu, na ndio inawatesa watu wengine. Basi usikubali maisha ya uovu, usikubali maisha ya uovu, yakatae, yakimbie, yaache kabisa. Yakubali maisha ya furaha, maisha yaliyojaa amani, maisha yaliyojaa furaha tena na amani, katika jina la Yesu Kristo. Maisha ya uchungu, anasema nilikuwa sina amani. Alikuwa amekosa amani, uchungu umeingia. Ameondokewa na mafuta, ameondokewa na ile furaha. Kuna kitu kimeondoka, tatizo limeingia. Anaona hapa basi anamshukuru Mungu kwamba amemsamehe na dhambi zake zote, amemrudisha, amemrejesha kwake, na kwa furaha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kawe furaha kwangu na kwako, kawe furaha tele tele, ikawe furaha tele tele katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Lakini kwenye Kumbukumbu la Torati pia 29:18, nisome Kumbukumbu la Torati 29 mstari ule wa 18. Kumbukumbu 29:18, nitakwenda tena kusoma maandiko matakatifu hapa. Kumbukumbu 29 na mstari wake wa 18, na kwenda kusoma. Anasema habari njema hii hapa tena, asiwe mtu katikati yenu, mume wala mke wala jamaa wala kabila, ageukae moyo wake leo, amwache Bwana Mungu wetu kwenda kuitumikia miungu ya mataifa hayo. Angalia mstari unaofuata anavyoendelea kusema, lisiwe katikati yenu shina lizalo uchungu na pakanga. Lisije likatokea shina litakalozaa chungu na mabaya. Pakanga ni kitu kichungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
wanaagizwa wana wa Israeli, watu au taifa la Mungu, wateule wa Mungu, wanaagizwa asiwepo katikati yao mtu aliye mwanaume au mwanamke aliye wa jamaa yoyote au kabila mwingine yoyote atakayegeuka moyo wake amwache Bwana kwenda kuitumikia miungu, kwa sababu kitakachoendelea ni kwamba litakuja shina lizaalo uchungu na pakanga. Shina lizaalo uchungu maanake itakuwa ametengeneza roho ya uharibifu itakayozaa uharibifu, uchungu na mateso. Kumwacha Bwana ni kutengeneza shina la uchungu. Ni agizo la Mungu asiwepo. Usije ukamwacha Bwana kwa sababu ya magumu uliyopitia kazini au vyovyote vile, mambo magumu, mambo yaliyotokea. Usije ukamwacha Bwana. Anasema litakalozaliwa ni shina la uchungu, ni roho. Mafuta yataondoka, furaha itaondoka, amani itaondoka, amani ya kweli na furaha ya kweli, na mambo yatabadilika. Utabakia na roho ya uchungu na mateso makali. Usimwache Bwana. Waisraeli walimwacha na ndipo wakaingia kwenye mateso na maumivu, wakateseka, wakapata maisha ya uchungu. Tumesoma kwenye kitabu cha Kutoka pale. Na Ezekia, tumeona katika habari za Ezekia alipoingia akatenda mabaya, alipomwacha Bwana. Sasa siwezi kueleza sana kwa habari ya Ezekia hapa, lakini ametuonyesha kwamba kwa sababu alitenda dhambi, kuna dhambi inaonekana pale, lakini Mungu akamrejea tena, akamhurumia. Sasa kumwacha Mungu ni kujitafutia shina litakalozaa machungu, mabaya, mateso, kwa sababu roho ya huzuni inaingia, roho ya machafuko inaingia mtu anapomwacha Bwana. Mtu anapomwacha Bwana maana yake mafuta yameondoka, mafuta ya furaha yanakuja, mafuta ya uchungu, roho ya uchungu na mateso. Usiende huko, usikubali hayo. Usimwache Bwana kwa sababu yoyote. Endelea kung'ang'ana kukaa na Yesu. Usimwache Yesu kwa sababu ya chochote. Dunia na mateso ya dunia yasikuvute kumwacha Bwana Yesu. Endelea kung'ang'ana na Bwana Yesu. Tembea na Bwana, kaa naye, muite, muombe. Ana msaada tayari kutuokoa, kutuvusha kutoka katika hali mbalimbali. Usimwache Bwana kwa sababu ya pesa. Usimwache Bwana kwa sababu ya utajiri, kwa sababu ya chochote, kwa sababu ya umaskini, kwa sababu ya ugumu, kwa sababu ya lolote. Simama na Mungu Mwokozi. Haleluya! Usije ukamwacha. Tembea nyumbani mwa Bwana, kaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha, siku zote. Tembea nyumbani mwa Bwana, kaa naye, mfurahie Bwana, tukuze jina la Yesu litukuzwe sana. Ayubu 21:25 hadi 27. Ayubu 20 na kitabu cha Ayubu 21:25. 21 mstari ule wa 25 mpaka wa 27 na kwenda kusoma. Nasema, kwani ana furaha gani katika mbari yake baada yake, hesabu ya miezi yake. Samani, nimesoma mstari wa 21, kumbe ni Ayubu 21:25. Samani, ni mstari wa 25, nasoma mstari wa 25. Mwingine hufa katika uchungu wa roho, asionje mema kamwe. Wao ulala mavumbini, sawasawa na mabuu huwafunika. Ulala mavumbini, sawasawa na mabuu huwafunika. Mstari wa 27. Tazama, nayajua mawazo yenu na mashauri mnayo azimia kwa uovu juu yangu. Tazama, najua kusudi mlilo nalo. Unakumbuka au tukumbuke Ayubu, mtu aliyepita kwenye mateso makali, wakatokea watu wengi mpaka mke wake mwenyewe. Mtu ambaye alikuwa na maisha mazuri ya furaha, alafu ghafla inatokea mambo yanabadilika, yanaingia maisha mengine magumu, kufiwa na watoto na mali zikaondoka. Marafiki wanakuja, wanakuwa ni wataabishaji. Wengine wanashindwa kumshauri vizuri, wanasema maneno yanayozidi kumpa uchungu na mateso. Na ndipo hapa anasema wengine, maandiko anasema mwingine hufa katika uchungu wa roho, asione mema kamwe. Mwingine hufa kwa namna hiyo.
lakini anasema tazama, nayajua mawazo yenu na mashauri mnayoazimia kwangu juu yangu. Jua mawazo wanayokuwazia, angalia wanachokuambia. Kama akina mafuta ya Bwana, kimbia, achana nacho. Tafuta chenye mafuta ya furaha, kitakacho kupaka mafuta. Tafuta maneno yatakayo kupaka mafuta, ambayo ni mafuta ya kweli, ili katika ugumu au katika mateso unayopitia umtukuze Bwana. Ufike mahali iwe kama Hezekia, akamshangilia Bwana, akamshukuru sana kwa mambo makuu aliyomtendea, kwa mambo makuu aliyomfanyia. Asifiwe sana Mwokozi wetu, aimidiwe milele yote. Tutembee tukitafuta mafuta ya furaha, tujazwe nayo, tupakwe hayo mafuta, tupakwe moyoni, usoni, nafsini, tupakwe mafuta ya furaha. Huyu alikuwa katika hali ngumu, mpaka vidonda, ana vidonda mwilini, ana mateso rohoni, moyoni na nje kwenye mwili, mateso, kwa na vidonda, maumivu hali pote. Alihitaji mafuta. Ayubu alihitaji maneno yenye mafuta, alihitaji mafuta ya furaha, lakini wakampelekea uchungu. Mahali pengine katika Zaburi anasema wamenilisha uchungu kama chakula. Kwenye Zaburi, wamenilisha uchungu, wamefanya uchungu kuwa chakula changu. Wamemlisha uchungu badala ya kumpa mema, wamempa uchungu, wamempa mateso makali. Lakini Mungu wetu si wa kutulisha uchungu. Mungu wetu ni wa kutulisha mema. Anatulisha mema. Anatulisha mema. Anatulisha baraka. Anataka tushibe vilivyo vema, sio uchungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yesu atukuzwe. Angalia, usimwache Bwana. Angalia wakati unapita kwenye magumu, ona maneno unayosikia, jiepushe nayo, kwa sababu kama Ayubu, hata mke wake mwenyewe alimpelekea maneno yenye mafuta ya uchungu, alimpelekea maneno ya kumvunja moyo. Basi hata yule wa nyumbani kwako jiangalie, asije akaendelea kukuumiza, kukujeruhi, au pale ulipochanganyikiwa huko njia panda, mashauri mabovu yakaja. Tunahitaji maneno yenye mafuta, maneno yenye mafuta. Tunahitaji maandiko yenye mafuta, maneno yenye mafuta, ili tutoke tulipokwama, ili tuweze kushinda, tuweze kupona katika jina la Yesu Kristo. Yatafute hayo, alafu yakija yaliyo kinyume, kimbia. Ambayo yanaleta uchungu na taabu, kimbia. Maisha yetu ni maisha yanayotakiwa kuishi katika furaha ya Bwana, tele, katika uzima, katika kweli. Jina la Yesu nalitukuzwe sana, na jina la Yesu lihimidiwe sana. Tafuta mafuta ya furaha. Tafuta maisha ya furaha. Furaha iko kwa Bwana. Tafuta kumtumikia Bwana. Kwenye kumtumikia Bwana ndiko tutapakwa mafuta, kwa sababu kumtumikia Bwana kunahitaji mafuta. Tafuta kumtumikia Bwana Yesu wakati wote, ili uendelee kupakwa mafuta na yeye mwenyewe. Aendelee kukupaka mafuta mwenyewe, kwa sababu Bwana anawatafuta watu kama hao, wenye moyo wa kumtumikia. Awapake mafuta, awapake mafuta, awapake mafuta ya furaha, mafuta ya kweli, mafuta ya furaha. Anatafuta watu wa namna hiyo. Anataka watu wa namna hiyo. Mungu yuko tayari kutumika nasi, na kama uko tayari kutumika naye, basi utayapata mafuta katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yako mafuta tayari kutusaidia kumtumikia. Yako mafuta tayari kwa ajili ya utumishi kwa utukufu wa Mungu Baba, katika jina la Yesu. Nataka tumalizie sasa hapa, tuangalie kwenye Samueli wa kwanza 8 hadi 10. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 8 mpaka wa 10. Samueli wa kwanza. Habari za Hana, habari za Eli. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 8. Nasoma. Elkana mumewe akamwambia, Hana, unalilia nini? Kwa nini huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kuliko watoto 10? Ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli
kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana, na huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake. Akamwomba Bwana, akalia sana. Akamwomba Bwana kwa kulia sana. Akamwomba Bwana huku akilia sana. Huyu ni Hana ambaye alikuwa na uhitaji ndani ya nafsi yake, na alikuwa anakejeliwa na kudhihakiwa na mwenzake. Kulikuwa kuna Hana pamoja na mwenzake, walikuwepo wawili. Akawa analia sasa, ana uhitaji. Kwa na Hana pamoja na Penina. Mwenzake alikuwa akimdhihaki kwa sababu alikuwa amepata watoto, lakini Hana alikuwa bado hajapata. Badala ya kumpa maneno ya faraja, alimpa maneno magumu, na mume wake naye alimfariji kwa sehemu, lakini bado alitakiwa aendelee kuwa karibu naye. Basi akamwambia, lakini mimi ni bora, usiogope. Kamfariji kwa namna hiyo. Huyu Biblia inaonyesha alikuwa na uchungu rohoni mwake. Alikuwa na uchungu rohoni mwake. Kwa kuna watu wanatembea na uchungu kwa sababu hawajafanikiwa, hawajapata wanachokihitaji. Sasa wanahitaji kukutana na maneno yenye mafuta, wanahitaji mafuta ili uchungu usikae. Hatutakiwi kutembea na uchungu. Hata kama miaka 10 imepita, bado hatutakiwi kutembea na uchungu wala hasira wala ghadhabu, kwa sababu Mungu wetu ni mwenye huruma na rehema. Atatushibisha wakati wowote. Mngoje Bwana kwa sababu amekusudia mema. Tafuta kumtumikia Bwana Yesu, wala usitumikie dunia. Tafuta kuendelea kukaa nyumbani mwa Bwana na kumwimbia na kumtukuza, ili upakwe mafuta ya furaha. Mafuta ya furaha yapo kwa ajili yetu. Bwana akubariki kwa jina la Yesu. Usitembee na uchungu katika kuhitaji kwako, katika mahitaji tulio nayo, katika kutafuta tunapokutafuta. Tusitembee na uchungu, bali tutembee na furaha ya Bwana. Tembea na furaha nyumbani mwa Bwana siku zote. Kakae nyumbani mwa Bwana, moyo wako kae katika kufikiri na kuona utukufu na nguvu na baraka ambazo Mungu Baba amezikusudia. Usitembee na uchungu rohoni, usitembee na huzuni rohoni mwako, moyoni mwako. Usitembee na roho. Huyu anaambia mwanamke huyu alikuwa amejaa roho ya uchungu rohoni. Anasema rohoni mwake kulikuwa na uchungu kwa sababu hajafanikiwa. Usikubali kutembea hivyo kwa jina la Yesu. Usikubali. Tembea na furaha ya Bwana. Mafuta ya furaha yakujilie hata katika wakati mgumu ambao nao. Mafuta ya furaha yakujie kwa jina la Yesu. Inua mkono wako, sema, Baba, natamani niwezeshe, nisaidie, nitie nguvu. Sema, nisamehe Baba nilipotembea na uchungu na hasira na wasiwasi na mashaka. Sema, naomba nisamehe Bwana Yesu, kwa kuwa nilitembea na uchungu, nilitembea na mashaka, nimetembea katika hali ya ugumu. Sasa naomba mafuta ya furaha. Hata kama sijafanikiwa, nisitembee na huzuni, nisitembee na mashaka na ugumu, bali nitembee kwa wepesi, kwa nguvu, kwa uweza. Naomba mafuta yako, mafuta matakatifu, mafuta ya furaha. Bwana, nijaze hayo, nitembee katika hayo, niende katika hayo siku zote za maisha yangu, katika jina la Yesu. Bwana, naomba uniponye kwa rehema na neema, katika jina lako Yesu, na kwa damu yako Yesu. Uniguse tena Bwana, unisaidie mtumishi na mtoto wako, katika jina la Yesu Kristo. Bwana akupe mafuta hayo sasa kwa jina la Yesu. Endelea kuomba na kumwamini, na Bwana akushibishe, akuondolee kabisa. Kataa sasa ile huzuni, kataa ule uchungu ndani yako. Usikae nawe, usitembee nawe kwa jina la Yesu. Mungu alete furaha kamilifu ndani yako. Mafuta ya furaha yakujie sasa. Ninanena na kuyaomba kwa neema ya Bwana yakujilie kwa jina la Yesu. Naomba Bwana akutazame kwa huruma, kama alivyomtazama Hana, kama alivyomtazama Hezekia, kama alivyomtazama Hana, kama alivyomtazama Hezekia. Nasi atutazame Baba, tuhurumie Baba, hurumia watu wako. Kuna mahali tulitembea na uchungu, kuna mahali tulitembea na huzuni na maombolezo kwa sababu ya kutokufanikiwa, lakini haipasi namna hiyo Bwana,
kwa sababu kwako furaha ya Roho Mtakatifu ni ya kudumu, ni ya milele. Endelea kutugusa na kutuponya, tutembee katika furaha ya kweli na amani ya kweli, kwa jina la Yesu. Yule mwenye ugonjwa, Baba, ninaomba uponyaji kupitia mafuta haya, akapakwe mafuta, vidonda vya moyoni viondoke, vidonda vya nje viondoke, ugonjwa uondoke, ugonjwa uondoke, mafuta ya uponyaji, mafuta ya uponyaji. Baba, ruhusu mafuta ya uponyaji kwa watumishi wako wote, maaskofu, wachungaji, wainjilisti, mitume, manabii, watumishi wako wa kweli, watumishi wako wa kweli, wainjilisti parishweka, mashemasi wanaokutumikia, wana wa Mungu wote, wape mafuta, mafuta ya uponyaji. Baba, naomba mafuta ya uponyaji. Baba, naomba mafuta ya uponyaji, mafuta ya uponyaji juu ya nafsi, juu ya roho, juu ya watu, kila mmoja jinsi alivyo. Naomba mafuta ya uponyaji popote pale paliko na tabu na shida. Bwana, ruhusu uponyaji, mafuta ya uponyaji kwa jina la Yesu, mafuta ya uponyaji kwa jina la Yesu, mafuta ya uponyaji kwa jina la Yesu, mafuta ya uponyaji kwa asikie na atazamaye. Mpake mafuta ya kupona, kupona roho, kupona nafsi, kutoka kwenye dhambi, kutoka kwenye magonjwa, kutoka kwenye uchungu na huzuni uliotembea naye muda mrefu. Baba, naomba mafuta ya uponyaji. Roho Bwana yu juu yangu kutangaza wafungwa kufunguliwa, wenye tabu na vifungo kufunguliwa, na walio wagonjwa wapone katika jina la Yesu. Mafuta ya furaha Bwana, mafuta ya furaha Baba, mafuta ya uponyaji, mafuta ya uponyaji kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, mafuta ya uponyaji katika jina la Yesu, uponyaji wa nafsi, mwili na roho katika jina la Yesu Kristo. Damu yako inayonena mema ikanene uzima, ikanene uzima, ikanene uzima katika jina la Yesu. Nguvu za kiza na amuru, ondoka, toweka. Nafsi yako iponywe, nafsi yako ishibishwe, furaha ishibishwe, amani katika jina la Yesu. Bwana akupe sasa furaha ya kweli, amani ya kweli, ondokewa na huzuni. Mafuta, omba mafuta ya uponyaji yaendelee kuwa kwako, nao ukinena maneno yawe ni maneno yanayoponya, yanayofariji katika jina la Yesu. Baba, tujaze hayo kwa jina lako. Damu yako itutakase kabisa, dhambi kimbie, uovu kimbie, kwa kusudi hili mwana wa Mungu ulidhihirishwa, uzivunje kazi ya ibilisi. Mwana wa Mungu ulidhihirishwa, uzivunje kazi ya ibilisi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na kwa damu ya Yesu. Pona, 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 pona. Damu ya Yesu kutenge na kile kibaya kilichong'ang'ana kwenye maisha yako, kwenye moyo wako. Damu ya Yesu kuponye, mafuta ya kuponywa, ponywa, nguvu za adui ziachie, nuru ikuangaze, uzima wa Yesu na baraka za Bwana na zikujie sasa. Uweza utokao juu kujaze sasa katika jina la Yesu Kristo. Bwana akujaze neema tena na furaha. Yesu wa neema akutunze. Maisha yetu yakawe maisha yaliyojaa furaha na amani tele kwa jina la Yesu. Amina. Barikiwa sana, barikiwa katika jina la Yesu. Karibu sana, karibu kwenye YouTube channel yangu inayopatikana kwa jina la Eli Mlinzi Mbise. Naomba ukumbuke kusubscribe. Kumbuka kusubscribe kwenye YouTube channel yangu inayopatikana kwa jina la Eli Mlinzi Mbise. Naomba share na wengine kwa utukufu wa Bwana Yesu. Karibu sana, na karibu pia hapo chini ya simu yako utaona hilo, lakini pia utaona hapo namba za simu ambazo unaweza ukawasiliana na mimi, lakini pia unaweza ukaachilia sadaka yako kwa ajili ya kazi ya Injili ambayo tutaipeleka na tunaendelea kuipeleka vijiji kwa vijiji. Tuko tunajiandaa. Basi niombe ushiriki kwa utukufu wa Bwana Yesu kazi hii, kwa kuwa inakuhusu wewe, ni wewe pamoja nami. Baraka za Bwana zikujaze sana katika jina la Yesu Kristo. Moyo wako usiwe mgumu katika chochote, ukawe mwepesi na waraka kusikia sauti ya Bwana na kuyapiga yale ya shetani na kuyatupa mbali na kumsikia Roho Mtakatifu peke yake. Barikiwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Karibu sana, naenda kutuombea pia. Namba hizo za simu pengine unahitaji nikutajie. Namba za simu hizo nilizosema zitakuwa hapo chini ya simu yako ya Airtel na ya Voda. Ya Airtel ni 0787 62 75 91, 0787 62 75 91. Ya Vodacom ni 0762 282 439, 0762 282 439. Baraka na neema ya Bwana Yesu iwe pamoja nawe siku zote. Nguvu na uweza wake ukujirie. Uendelee kuziona nguvu na furaha ya Bwana Yesu. Amen.